Kuna kuna mtazamo fulani ambao upo ni kama ni style ya maisha ya sasa. Kijana ili aoe apate mke, anaangalia vigezo. Huyu mwanamke lazima awe na kitu cha kufanya. Angalia awe na biashara au nitamfungulia biashara nitafanya nini. Lakini angalia ameajiriwa, ana kipato. Unaona? Akiona amekaa tu nyumbani anaona huyu hapana, huyu atanisumbua. Nini changamoto ni nini hapo kama mwanaume anatamani kumiliki mke wake, mke afanye kazi ambazo zinatoka nyumbani ili awe huru na mume pale anapomhitaji. Lakini mwanaume huyu anatamani kumpata mwanamke ambaye anajishughulisha, mwanamke ambaye ameajiriwa. Tunaona wanaume wengi anamtafuta msichana ambaye ana vigezo, ni mfanyakazi. Unaona? Ni mfanyabiashara. Unaona? Atafuti mwanamke ambaye amekaa nyumbani. Aidha ni mcha Mungu lakini yuko nyumbani. Na ndio nikasema hicho sasa ndio kizazi ambacho tayari kimeshaharibika. Mimi zamani wakati tunakuwa wadogo, kabla sisi wenyewe tuko watoto, tulikuwa tunaona unakuta mtu ni profesa, mke wake darasa la 7 au hajasoma kabisa. Ilikuwa very common kabisa. Yaani ilikuwa very common kukuta mkurugenzi. Mimi nimekaa sehemu fulani pale Mwanza, familia yetu tulikuwa na taasisi fulani. Kwa kuna mkurugenzi wa taasisi kubwa ya kimataifa, lakini ana wake wawili, lakini wake zake wote darasa la 7. Sasa tulikuwa tuelewi maana ni nini. Lakini leo tunaweza kugundua kumbe tatizo lilikuwa ni 1 2 3. Ni ukweli usiopingika kwamba ndoa za familia ambazo baba ana exposure ya elimu na mama na exposure ya elimu zina changamoto zaidi kuliko hizi ndoa za watu ambao mama kidogo kuna exposure fulani ana. Ujue kuna kitu kinaitwa feminism siku hizi. Hawa watu ambao wanaitwa feministi, yani wanaenda kumplant mwanamke anapoingia kwenye ajira, anakutana nao, anaweza kumwambia bwana yake mwanamke, bwana sio wajibu wako kupika, bwana kupika apike dada wa kazi, wewe sio wajibu wako kufua bwana. Yani kuna vitu ambavyo wanawake wanawekewa kichwani sasa hivi. Kwa yale majukumu tulioamini wanaume ndio makusudi ya mama kufanya hayafanyiki. Sasa na hichi kizazi cha leo cha vijana ndio kuna vitu kimeshawekewa kichwani kwamba bwana mwanamke bwana ni msaidizi. Msaidizi ni nini bwana? Msaidizi bwana ukinunua gari yani ununue mafuta. Msaidizi bwana ukinunua tofali yani amlipe fundi. Unaelewa? Kwa sasa kizazi hichi nacho kimejengewa mentality ya 50-50. Kwa mwanamke amejengewa 50-50 na mwanaume amejengewa 50-50. Kwa na mimi nikitaka kuoa nitafute mwenye kipato ili asiwe tegemezi. Kwa tunakuta tayari sasa kama nilivyosema mwanzo, shida ni mfumo wa dunia umetutengeneza hivyo. Mwanamke ametengenezwa natural kwenda kwenye 50-50. Yani dunia imekaa kimkakati zaidi na kumtengeneza nini? Mwanamke kwenda kwenye 50-50. Mwanaume ametengenezwa kulingana na mazingira. Kwa sababu nimesikia bwana sasa hivi ni 50-50, hakuna yeye sasa mimi nataka kuoa sasa hivi bwana awe na kazi. Na mimi bwana nataka kufanya sasa hivi awe nani. Na bwana nimeambiwa nikifa bwana tunagawana mali. Kumbe mimi nitafuta tu ile kwa wale watoto. Kwa tuchangie. Kwa hiyo tumefikishwa hapo na mfumo wa dunia. Sawa. Mimi natamani kuishi mfumo wa zamani. Kwa sababu huwa naangalia hata familia yangu kwa mama yangu na baba yangu. Nikifika mama yangu ana miaka karibia 60 saizi na kitu. Lakini nguo za mume wake anafua mwenyewe. Na mabinti wapo nyumbani wakubwa. Wajukuu wapo, lakini anafua. Mume akirudi, mama ndo ananyanyuka kwenda kumpokea alichokibeba. Sio wewe mwanae. Sio mimi mtoto. Kweli kabisa. Yaani hata mtoto akisimama kwenda kumpokea baba, baba anarudisha mkono. Anataka apokelewe na mke wake. Maana ule ni wajibu wake. Lakini kwa sasa hivi tunaona familia nyingi, tunaona yamekuwa malalamiko mengi sana. Majukumu mengi wamepewa wasichana wa kazi, wamepewa mabinti ambao ni wakubwa wako nyumbani. Mama unakuta amekaa amerelax. Tena wakati huo ukute mama na kuzidi kipato, unapata kazi sana baba. Utapata kazi sana baba. Kwa hiyo ndio shida kubwa inayokabili jamii ya leo. Yaani women empowerment.
ile tunaita sijui tunatumia lugha gani, lakini kitendo cha kusema kwamba wanawake kwanza tuwainue, tuwafanikishe, mimi naamini ile ndio nguzo la anguko la familia duniani na Tanzania pia. Kwa hiyo hapa watumishi wa Mungu inabidi muombe sana kurudisha ile hali. Hilo sio swala la kuomba, mtumishi wa Mungu. Na kuomba kwa sababu kama nguvu imekuwa kubwa kiasi hicho, ina maana Mungu anahitajika hapo. Sisi tunatumishi wa Mungu tunaomba kumsihi Mungu awape wanaume akili ya kuendelea kupambana kutafuta vipato vya kutunza familia. Sawa. Yaani suluhisho hapo ni baba kuamka kwenda kutafuta pesa inapopatikana. Sasa ukimwambia tena baba tena aombe akaweka kanisani masaa 24 unaongeza tatizo jingine. Kwa maombi yetu sisi ni kuambia wababa na kuwafundisha kwamba bwana, mifumo ya dunia imekukataa. Kwa sababu mifumo ya dunia imekukataa, hizi formal systems zimekukataa. Sasa pambana na informal system ya kuhakikisha kwamba unatoboa. Baada ya kusubiria ajira ya serikali, baada ya kusubiria ajira ya mataasisi ya makubwa, fikiria mwenyewe kutengeneza chanzo cha nini? Cha ajira, ili wewe mwenyewe ukawe ndio hizo ajira sasa. Ili kwenye ajira yako pale weka mke wako. Sawa. Weka watoto wako. Pambana tokea hapo. Kuna usemi ambao wanaume wengi wanautumia. Sijajua kama ulishawahi kusikia. Kwamba mwanamke huyu nikifungulia biashara akipata kuna namna atanizidi, kuna namna atanishusha, kuna namna atanizalau. Kwa hiyo anamuacha kwenye yale mazingira hata kama ana uwezo kiasi gani. Hilo naliongeleaje mtumishi? Taasisi ya ndoa ina mambo mengi sana. Unajua, niliwahi kusema hivi, asilimia kubwa ya wanawake wanapofanikiwa huwa wanatamani kuwa huru. Duniani kila mtu anatamani kuwa huru. Ndiyo. Lakini mwanamke anapokuwa ameolewa ni kama anakuwa yuko chini ya umiliki. Anamilikiwa. Sasa zamani walikuwa wanamilikiwa kirahisi sababu walikuwa wana kipato na maamuzi. Leo mwanamke ni rahisi sana kuambia bwana asinisumbue sababu mwenyewe nikajilipia kodi. Bwana asinisumbue sababu mwenyewe pia na kazi yangu. Sasa ndio mentality ambayo bado baadhi ya wanaume wako nayo, kwamba huyu bwana nikimtoa, huyu bwana ameniacha. Na tumeona sehemu nyingi tu ambao watu walisaidia wake zao walipofanikiwa wakawaacha. Sasa sio wote ni kubeti. Ndio wakati mwingine kama kubeti. Kweli. Yaani kumsaidia mke ni kama kubeti. Lakini sasa ukishasikia mtu anakwambia huyu bwana nikimuoa nikimsaidia ataweza kufanikiwa akaondoka, maana yake tayari kuna changamoto ya kimsingi. Mimi wakati nalelewa na wazazi wangu sikuwahi kujua kama kuna kuoa na kuachana. Na sikuwahi kuamini. Na mpaka mimi naingia kwenye ndoa sikuwahi kujua kama kuna kuoa na kuachana. Kwa mambo ya kukuta kwamba bwana kama vipi tuachane, mimi nimechoka, nimekuja kukuta kwenye ndoa, lakini sikuwahi kuamini kama yapo. Na mimi mpaka leo siamini kama kuna kuachana. Na mimi akili yangu inaniambia hivi, siku nikiachana na Martha sioi. Kama Martha amenishindwa au mimi nimemshindwa, huyo mwingine anayekuja kuja sijui nitampata wapi wa kuweza kukaa naye. Kwa mimi nina hiyo mentality, yani kwamba toka niko mdogo bibi yangu ananiambia bwana, unajua bwana, mwanamke wa aina fulani usioe, familia aina fulani usioe. Mimi hivyo vitu nimeviishi. Bibi alikuwa ananiambia kabisa. Yani kuna vitu ambavyo bibi alinipa nilikuwa nikikaa naye na ninaona leo vinaishi kabisa. Anambia familia aina fulani usioe, mwanamke wa fulani usioe, mtoto aliyelelewa hivi usioe, nyumba iliyo hivi usioe. Kwa zile principle nimetembea nazo na mpaka leo nimeona matokeo chanya katika ile kitu. Kwa mimi nafikiri watu wanaweza kuachana kwa sababu ya mfumo waliolelewa au mambo waliokalilishwa kwenye maisha. Kukalilishwa. Au walioyaona. Kuna wengine wanaona kwa sababu kisha tokea changamoto kwenye familia, wengi wanaona. Wanasikia. Na nyumba zetu hizi unajua familia, mzazi analala hapa, watoto hapa, kwa hiyo
Purukushani zikianza humo ndani, mabishano nini, mtoto anaona. Anaona. Yeah. Ile inamjenga kisaikolojia, inamkuza hivyo, na yeye hata akija kuwa na familia naye anaishi kwa staili hiyo. Yeah. Nikushukuru mtumishi wa Mungu. Amina. Amina. Mungu akubariki sana. Asante sana. Una neno lolote la mwisho la kuambia watazamaji? Mambo mengi tumeongea hapa ni matokeo ya tatizo linalotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Yamkini umesikiliza kipindi vizuri na wewe unapita moja changamoto ambazo zimetajwa hapo. Sasa Mungu ametupa neema ya kuwasaidia wengi, na wengi wamesaidika katika changamoto walizonazo. Kama unapita changamoto kama hiyo, sisi tumeombea watu wengi na watu wengi wamemwona Mungu na kufunguliwa. Ninakushauri chukua namba ya simu inayopatikana hapo chini, piga, tutafanya maombi pamoja na Mungu atakusaidia sana. Ninatamani umuone Mungu na nguvu zake, na ninatamani neema ya Mungu ikusaidie. Namba hizo piga, namba ni 0716 12 9494, 0716 12 9494. Piga namba hiyo. Una changamoto ya ndoa, una changamoto ya familia, una changamoto ya uzao, piga namba hiyo. Mungu wa mbinguni atakusaidia na utamwona Bwana na utukufu wake. Mungu akubariki. Amen.